Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Na wasalimu katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Leo ni tariki 10 mwezi huu wa 11 mwaka 2025. Nimemsifu Kristo daima kwa sababu amenipa kibali cha kusimama kwenye madhabahu yake kwa sababu ya kunena neno la uzima wake ujao. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe mfuatiliaji ambaye unaendelea kufuatilia vipindi hivi ambavyo Mungu anaendelea kuvinena kupitia mimi katika mtandao huu wa YouTube. Mungu akubariki sana, na naamini kwamba maneno haya ya Mungu hayaji bure, yanatimiza makusudi ya Mungu katika maisha yako. Na msifu Mungu sana kwa sababu yako wewe ambaye unakuwa mwaminifu kwa kufuatilia neno la Mungu. Basi siku ya leo ni kukaribisha mara tena katika madhabahu hii ili tuweze kuchangia neno la Mungu kwa pamoja kadiri ya vile Mungu amelikusudia katika siku ya leo. Hivyo pasipo kuponda muda, tutakwenda kusoma andiko letu, alafu tutaingia moja kwa moja katika hali ya kuomba, na mara moja tutaingia katika neno letu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunasoma katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Wakorinto wa pili sura yake ambayo ni ya 4 na mstari wake wa 16. Tutafika mstari wake wa 18. Waraka wa Paulo kwa Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 16 hadi 18. Tusome katika jina la Yesu. Neno linasema hivi: kwa hiyo hatulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. 17. Maana ziki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi